Haya pioneers, baada ya kuona jinsi gani pilot anaweza akajisajili kwenye application hii ya pilot, sasa tunakwenda kuona jinsi gani sasa sender atakwenda kutuma mzigo wakati huo yule receiver ametulia. Kwa kama kawaida utagusa hii sehemu, utagusa hapo. Ukigusa hapo itakuja sehemu ya kuingiza linki, utafuta hayo maneno, utapaste linki ambayo ipo kwenye group ya pilot, utapaste afu utaruhusu application itaload, link load, itaload kulingana na nguvu ya network, itaload kama hivyo, alafu itafungua. Sasa kwa sababu mimi nilishajisajili, haitaniletea pale mwanzo kabisa. Kama wewe hujawahi kuitumia kabisa, yani hujawahi kuitumia hii link kabisa, hujawahi kutumia application, itakuanzishia pale mwanzo wakati tunaanza kama video ya kwanza ya pilot. Inaonyesha sehemu ya pilot na sehemu ya sender. Kwa hiyo utachagua ile sehemu ya pili ya sender. Ila kama ulishawahi kuitumia hii application itakuletea kama hivi. Ikikuletea kama hivi, usijali, kuna sehemu mbili hapa juu kama tulivyoona mwanzo. Kuna hii sehemu ya pilot, kuna hii sehemu ya sender or receiver. Kwa hiyo wewe sender utagusa hii sehemu hii. Itaload. Ikisha load itakuletea kama hivi. Sasa unaanza process ya kusend. Utagusa hapa kwenye hii alama ya jumlisha kama inawaka, utagusa hapo. Ni alama ya jumlisha. Alafu utagusa haya maneno ambayo yameandikwa create a delivery ad, utagusa. Itakuuliza who is the receiver. Sasa hapa ndo pale ambapo unatakiwa ujue pi username ya receiver. Utagusa. Utaingiza pi username ya yule receiver. Mfano kama mimi nitaingiza pi username ya huyu mtu anaitwa Ladboni. Itaload kuona huyu mtu kweli yupo. Itaonyesha hapa alama ya tiki kuwa huyu mtu kweli kwenye pi yupo ambaye nataka kumtumia bidhaa. Kishaonyesha hivyo nagusa next. Itaniambia sasa unataka kutuma nini. Kwa sababu tuna testi, utaweka picha ya kitu chochote. Mfano kama mimi nitaweka picha hapa. Nitagusa hapo kwenye kuweka picha. Nitasema labda nataka kutuma labda picha hii hapa. Name of item. Nitasema labda these are fruits. Labda haya ni matunda. Sawa? Ni matunda gani? Items description. Labda haya ni apple. Unaweza kuandika kwa Kiswahili apple, au kwa Kiingereza unaweza kuandika apples, no problem. Ukimaliza hapo utasema how much is this item worth. Haya matunda ni bei gani, yanagharimu bei gani. Utaandika labda 0.000 labda 8. Utakuja utaendelea chini category, hayo matunda ni yako kwenye category gani, yako kwenye kundi gani. Utaangalia hapa labda kwenye food, kwenye food hapa utagusa, ndio category. Ukimaliza hapo, sorry kidogo, tubaki tuangalie tulijaza. Ukishachagua aina unakuja next. Unaandika pick up location, sehemu gani hayo matunda yatachukuliwa ambapo wewe sender upo. Utagusa hapo, utaandika hapa kutoka Ubungo. Utasema hapa itakuja kuchukuliwa Ubungo. Utaandika hapo Ubungo. Itakuletea hivyo. Utachagua hapa Ubungo terminal road. Drop off location, sehemu gani yanaenda. Utasema hapa haya matunda yanaenda Gongo la Mboto. Yanaenda wapi? Yanaenda Gongo la Mboto. Itakuja hapo utaselect Gongo la Mboto, Dar es Salaam, Tanzania. Mode of delivery utachagua labda ni moto bike. Utakuja chini yake utasema safety checklist. Utacheki hizi zote hizi ili kubali. Utagusa next. Final payment. Utalipa kiasi gani kwa ajili ya usafirishaji wa mzigo huu wewe kama sender. Utagusa hapo, utaandika labda ni 0.000 labda 5. Hizi ni test pi kwa sababu tunajaribu. Utagusa next. Ikikuletea next itakuonyesha sasa review of your delivery jinsi ulivyojaza. Utagusa submit. Ukisubmit itasubmit hiyo order yako au add. Itasubmit, alafu utakuja kugusa huku chini imeandika view delivery. Utagusa itaload, alafu itakuletea hapa kwamba ni matunda yako pending. Alafu imeweka kabisa hapa kuna hizi step, step hii.
na step mpaka ya mwisho. Sasa hizi step ndo mtazifanya kwa pamoja, pilot, sender pamoja na receiver. Kwa hiyo hapa sender akishamaliza atamjulisha pilot. Sasa ndo step ya pili hiyo, inasema pilot has accepted this delivery request. Kwa hiyo sasa wewe kama sender utabaki, utamwambia sasa pilot tayari umeshamaliza kuweka order, akaiangalia ile ikubali. Utarudi hapa, order yako itaonekana kama hivi inavyoonekana hapa. Hii hapa order. Hizi nyingine ni order mimi nilikuwa na testi, kwa hiyo ni order nyingine, ila order ambayo ipo ni hii hapa ambayo tumeifanya sasa hivi. Kwa sasa wewe sender kazi yako itakuwa imeisha. Sasa pilot yeye ataenda sehemu yake, ya pilot, atarudi kule, atakuwa kuna sehemu ya pilot ambayo ni hii hapa. Atagusa hapo. Akishagusa hapo sehemu ya pilot, kwa sababu ni location moja, ni Dar es Salaam, hii sehemu ya delivery add ikija tu hapa itamuonyesha ile order yako itakuwa imekaa hapo. Ataigusa. Akishaigusa ile order itatengeneza chat ya watu watatu. Itatengeneza chat ya sender, pilot na receiver. Sasa kinachofuata ni kwamba wewe sender unatakiwa ulipie ile huduma. Pilot atagusa order yako, ataiaccept, itakuonyesha kule kuna ile chat kwamba lipia. Kuna sehemu imeandikwa payment, utagusa, utalipia. Ukishalipia sasa pilot yeye ndo atakuwa ana finalize, yani anafanya zile process zote. Ataenda kwa sender. Akifika kwa sender, mfano ndo anaenda sasa hapo Ubungo, atachukua yale matunda. Akichukua yale matunda, yule sender kwenye application itampa kitu kinaitwa verification code. Ataichukua ile kodi, huyo pilot ataichukua ile kodi. Akishaichukua, pilot kwenye dashboard yake, kwenye simu yake itamuonyesha pale verify sender code. Ataingiza ile kodi. Akishaingiza tu ile kodi, kuna zile step pale itakuwa inaonyesha kwamba pilot has already picked up that delivery, yani ameshachukua ule mzigo. Kitendo tu cha kuingiza ile kodi aliyopewa na sender itaonyesha kwamba amechukua mzigo. Alafu ataenda kwa receiver, atakuwa anapeleka ule mzigo. Akifika tena kwa receiver wewe pia kuna sehemu yako kutakuwa na hiyo kodi inaitwa V code, verification code. Akishakukabidhi mzigo wako, utampa hiyo kodi, ataingiza, system itasoma kwamba tayari kila kitu kimeshamalizika. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumetesti hapo. Ni kwa maneno hivi inaonekana kama ni kitu kigumu, ila ukiingia kwenye application kufanya kwa vitendo ni kitu rahisi. Kwa hiyo utakapokwama, tutatuma kwenye grupu, tutasaidiana.